Okay, kwa jina naitwa Sadik Kinyungu. So kwa leo napenda kuelezea au kufafanua vizuri aina ya processor au kwa Kiswahili tunasema vichakata. Kwa hiyo naweza nikanielezea vizuri na muweze kuvijua uzuri wa processor uliokuwa nayo na madhaifu yake ya hiyo processor ambayo wewe unaitumia. Sasa tuanze na kuelezea kuna aina nyingi sana za processor ambazo zinatoka katika kampuni ya Geneni fulani. So naweza kuelezea processor ambazo mimi nazifahamu binafsi yangu. So kwamba aina za processor nazozijua mimi, kuna processor ambayo ni Geneni Intel, kuna Nvidia, kuna Sonic na kuna AMD. Sasa tuanze kuelezea processor mbili ambazo zimekuwa ni current kwamba usable na watu, kwamba processor mbili zinatumika sana na watu. Processor ya kwanza ni Geneni ya Intel, so na processor ya pili ni Geneni AMD. Sasa tuweze kuelezea categories za moja baada ya nyingine, tukianza na Intel. Sasa hao majamaa wa Intel kwamba wana classification nyingi sana za processor zao. Kwanza wana processor nyingi ambazo tunahitaji processor na sifa zake, uzuri wake na madhaifu yake. Tukianza na processor ya Intel Pentium Inside. Hizi ni processor za zamani sana ambazo zilikuwa ni first wa Intel kuzitoa. Hizi processor hizi uzuri wake ni kitu kimoja. Processor hizi ni nyepesi wakati mashine inafunguka, kwamba mashine inakuwa nyepesi wakati wa start up. Pia processor hizi ni nzito kwa kutumia application za kuconvert, labda vile format factor, kutumia application za studio na vitu vingine, kwamba Intel Pentium au kifupi tunaitaga Intel Penti, kwamba zenyewe ni nzito, yani zina asili ya uzito, kwamba zinachelewesha application, kwamba zenyewe zilitengenezwa kwa niaba ya kazi ndogo ndogo. So hizo ndo sifa za Intel Penti au Pentium. So twende Intel ya pili, tunaita ni Intel Celeron, kwamba Intel Celeron ni processor ambazo ni nazo hazitofautiana sana na Penti, lakini Intel Celeron kidogo imeongezwa vitu ambavyo kidogo vinakuwa vinasupport mashine yako kuwa nyepesi. Kwa hiyo Intel Celeron kidogo ni nyepesi ambayo kidogo inafanana tu na Intel Core. So tofauti kwamba ni Intel Celeron kwamba processor yake yenyewe tunaita ni single user, kwamba inataka ni matumizi moja. Kama una convert, kama unatumia umefungua FL Studio basi tumia FL Studio, au umefungua application yoyote basi hiyo ni single user. Pia hiyo ni Intel wote ni Intel Celeron. Kwa hiyo sifa yake, uzuri wake ni kwamba yenyewe ni nyepesi, lakini wepesi wake ni kwa matumizi moja. Kwa mfano unafungua Photoshop, fungua Photoshop. Kwa hiyo kama unataka kufungua application nyingine itakuwa nzito. Kwa hiyo hiyo ndio sifa ya Intel Celeron, kwamba zenyewe zinataka application moja ambayo tunaziita ni single user. Twende ni Intel nyingine tunaita ni Intel Sentinel Inside TM. So Sentinel ni processor ambazo waligenerate ya Intel Geneni, kwamba kwa lengo la watu waweze kutumia. Shida ya Intel Sentinel kwamba Intel Sentinel ni processor nyepesi sana, ambayo uzuri watu wanaitumia Intel Sentinel kwamba ni nyepesi kwa masuala ya mtandao. So Intel Sentinel ni nyepesi, ipo chapu, lakini ubaya wa Intel Sentinel ni kwamba Intel Sentinel naye ni single user ambaye inataka ni matumizi moja, kama upo kwenye internet browse kwamba ingia kwenye internet. Sasa hiyo Intel Sentinel kwamba ni Intel ambazo sana wanatumia watu wa chuo na watu wengine kwa matumizi yao binafsi, kwamba mtu labda anaamua kuedit basi anatumia, kama mashine inatumia kama ni kazi ya kuedit basi ni kuedit tu, kwamba inakuwa ni single user. Sasa kuna Intel nyingine wali generate inaitwa Intel Xeon au Intel Xeon tunaita kwa jina, kwa Kiswahili tunaokosea kuliita naita Intel Xeon, kwamba Intel Xeon kwamba ni Intel ni tunaweza tukaita ni
mpya kidogo, lakini sio sana, kwa sababu hizo ni Intel Xeon yenyewe ni nyepesi processor zake, ambazo mara nyingi Intel Xeon zipo katika mfumo wa CPU katika zile monitor kubwa ambazo zinaitwa Central Processing Unit, kwamba wamezitengenezea mfumo wa madude yale ma desktop na pamoja na ma CPU. Kwa hiyo laptop kuzikuta zina Xeon ni laptop chache. Unaona, kwa hiyo lakini sifa ya Xeon ni double user, ambayo ni double user au ni multi user, kwamba inafanya kazi application nyingi, lakini ukifungua application zaidi ya moja kwa Intel Xeon kwamba mashine itakuwa ni nzito. Kwa hiyo hiyo ni Intel Xeon. Sasa hiyo ni sifa yake ya kwanza, uzuri wake kwamba inafungua application nyingi, lakini application hizo nyingi zikishafunguka kwamba mashine na stack inaanza kustaki. Hiyo ni Intel Xeon. Sasa baba yao wote katika Intel ni Intel Core. Sasa nao Intel Core, ukitaka kuiona Intel Core ipo vizuri, upate kuanzia Intel Core i3 up to Core i9. Na hao wametoa kwenye mfumo wa range kwamba ikitoka Core i3 inaenda Core i5, ikitoka Core i5 inaenda Core i7, ikitoka Core i7 inafuata Core i9 ambayo ni Core i9 ambayo ni latest. Sasa tukizungumzia mfumo wa Core i5, Core i3 na Core zingine, kwamba mfumo wa Core. So Core ina sifa mbili. Ina sifa ya single user na ina sifa ya multi user, kwamba upo lazima uitumie ikiwa single, ukitumia single na kwenda, ukitumia double na kwenda. So kwa mfano ngoja nikuonyeshe kwa mfano aina ya processor yangu mimi. Hii processor ninayotumia mimi ni Intel Gen 9 Core i5 ambayo ni 6th generation. Kwa hiyo hapo unaiona hapa, yani unaiona ndugu mtazamaji kwamba ni Intel RTMI 5 3437U CPU A ina 1.90 mpaka 2.40, kwamba hiyo processor inafanya kazi si chini ya 1.90 GHz na si zaidi ya 2.40, ndio maana yake hapa hiyo range. Kwa hiyo hiyo ni processor ya Intel Core i5. Sasa hii unaweza ukafanya hivi, ukafungua Microsoft Edge software, kwamba hapa nitakuwa labda mtandaoni kwa muda huu, nitaingia software mtandaoni huku, labda na downloading utaiacha kama mfano tu hivyo, alafu ukafungua na power hizo, kwamba huku na bani window. Wakati una bani window huku nafungua format factor. Unaona mashine ilivyokuwa nyepesi, huku mimi na convert. So kipindi hicho kinafungua window 10 manager. Nafungua window 10 manager. Unaona, kwa hiyo hapo ndio Intel Core i5 sifa zake, sifa za processor za Intel. Kwa hiyo kwamba inatakiwa utumie mashine latest ambazo ni Intel Gen familia 6, familia 5, ni Intel Core i5 na kuendelea, ambazo utakao enjoy. Core i3 ni ya kawaida. Kwa hiyo Core i5 ni Core i5 tu, hata upate Core i5 yenye 1000U ni balaa lake zito. Kwa hiyo hizo ni sifa za Intel. Sasa tuende katika sifa za AMD. AMD nisidanganye tu, niseme tu ukweli, AMD wana processor nyingi, lakini ninazozifahamu mimi ni processor chache, ambayo processor ya kwanza najua mimi ni AMD. Kuna Radeon processor zao zenyewe ni nyepesi sana, lakini zinaganda sana. Yaani ni nyepesi sana, lakini ukifungua application zina stack sana. Au ni Radeon, ambayo Radeon yao inakuwa ni HD graphic 2700 na kuendelea. Sasa hao ni walikuwa ni AMD Radeon. Sasa twende katika AMD, baba yao ya wote ni AMD Ryzen, tunaita AMD Ryzen. So our AMD Ryzen ninaweza nikasema wako vizuri kumzidi Core kwa maoni yangu, kwa sababu nimetumia mashine ya AMD Ryzen 7 ambayo kiconvert katika mfumo wa Core, ukitumia application inaitwa processor changer value. Utaitafuta katika website yako, ukiipata utaconvert. Ukiconvert AMD Ryzen 7 ukiconvert unapata kama Core i5 na point zake. Kwa hiyo inapiga kwenye range ya Core i6, japo Core i6 haipo, lakini inafanya kazi Core i5 na kidogo. Kwa hiyo Ryzen wapo vizuri. Alafu Ryzen yenyewe ubaya wake ni kitu kimoja, ni single user, sio multi user, ni single user. Lakini single user yake ni ya moto, kwamba ukifungua application na staki, yani ipo direct, ni kwamba ipo direct, kwamba hizo ndio tofauti za Intel pamoja na AMD. Lakini nakwambia tu ukweli, moto wa AMD ni balaa kumzidi Intel, kwa sababu Intel anauzia ni soko, kwa sababu watu ambao wanatumia processor za AMD, watu ambao wanaenjoy sana katika masuala ya office. Lakini Core, nataka kujua umuhimu wa Intel, tumia Intel Core i5 ya, kwa sababu Core i5 ndio imegeneratiwa
imegeneratiwa sana. Kwa hiyo tumia Intel Core i5 hapo tu kwa i9, so kwamba it is very soft. Kwa hiyo nakushauri tu ndugu mtazamaji wa tutorial yangu kwamba usishangae kwamba mtu